Hakuna mtu ako na right ya kukureprimand usinikosoe. Si namna hiyo. MP ako na control 100% ya CDF. Wazito TV. Mimi natakanga mtu wa kukosoa very positive, and I agree yenye unanikosoa, and I agree. Na hakuna mtu ako na right ya kukureprimand usinikosoe. Si namna hiyo. Tumesema 3 years imeisha. Number 1, swali kuna yenye tumesema 20 million ya soko ya Kahoya. Soko ya Kahoya tulikuwa tunataka ku allocate 20 million ya ku expand the market na side ya nyuma. Waache kushukishianga mzigo huko Bahati wakuje hapa. Tuliongea na ule mzee huko chini anaitwa kwa Gogo, kama unajua kwa Gogo. Ize Telai sijui jina. Huyo hapo kwa Gogo, huyo mzee. Tukaongea tukakubaliana, akasema tukakubaliana kwamba 20 million itaongezeka. The first year tukaweka 5 million ya kununua. Sababu nini 40 million? Hauwezi weka tu mara moja. Itamaanisha kwamba street light itafanywa, itamaanisha kwamba kazi yote nyingine itaisha. So after ku allocate 5 million to 10 million from our side, 10 million itoke kwa floodship, ile pesa yenye governor ako nayo. Mnajua mzuri kuna ile 40% rule inasema ikuje hapa na yenye ina translate to 40 million. Inakuja Huruma. Lakini governor anabakingi na kama 1.8 billion. So kati ya hiyo 1.8 ilikuwa niende tuongee naye atupe. Kuongea na mzee after tumeongea naye, sijui iliende kakuwa aje, tumekubaliana, lakini baadaye akaruka kwamba hatauza hiyo shamba kwa county government ya Uasin Gishu. Ilitokea mgogoro katikati ya, nadhani ni family issues ya watoto wenye walikataa kwamba hiyo shamba iuzwe, wakasema hiyo mahali ni prime, wakatoa kutoka 20 million wakasema kama mnataka tuuzie tulete 100 million. So tukaona 100 million haingepatikana na shamba yenyewe ni kidogo sana. Ni kama ule mtu alikuwa anakufukuza, unajua mtu akufukuza yeye kwambii toka. So hapo ndio tulifika, na that's why uliona tulinyamazia hapo. Lakini hata niseme hivi kwamba ile soko yenye inaundwa town itakuwa kubwa sana, yenye wakifungua hivi I'm very sure watu wenye unaonanga hapo Kahoya hautawaona tena. Wote watatoroka, watarudi mjini. Si ni kweli? Watarudi wote mjini. Tukakaa tukaangalia hiyo pesa yote yenye anataka sijui 100 million na muda kidogo watakuwa wametoka. Tukaona kwamba it was not viable, economic viable. That is why tulinyamazia hapo. Lakini that being said, hiyo soko ya hapo tukiingia haikukuwa na roof hata moja. It is through projects ndio tuliweka roofing, tumekuwa tukiweka roofing pole each and every year mpaka drainage. Huko kuko unanyesha maji na ina nini kila mahali. Inaharibu chakula ya mama wetu na wazee wetu wenye wako pale. Lakini tulikuja tukaunda hiyo drainage ya hapo ndani, na pia tukaweka ile shelter. Saa hii kukinyesha haijaikuwa flooding, hawanyeshewi kama hapo kitambo. Tumeweka ikuwe conducive environment kwa mama wetu. Number 2, hii mzee mnasikianga sana mpaka kila mtu anasema MCA ako na 40 million. MCA ako na 40 million. Mnaweza fanya mpaka nifukuzwe ni nyongo tu bure. 40 million yenye niko nayo, siko nayo kwa bagi yangu kwa gari. Amkisikia tunapewa 40 million, hatupewi 40 million in cash. Kuna mtu ananipigia simu ananiambia MCA nimefungiwa nyumba na uko na 40 million. Si utoe kwa 40 million unipe kidogo nifungie. Watu wa mpira wakitaka kwenda sijui ligi hapa tournament, wanatupigia atuko na 40 million na uwezi nini? Na uwezi tupea fare kwenda huko. Kila kitu yenye nimeguza, hata Miguna. Hata kama nilikutumia 1,000, iliwa kutoka mfuko yangu yenye nimefanyia kazi. Haina nini yoyote na 40 million. Unajua nasema my people perish for lack of knowledge. Hatupewi pesa in cash. Tuna identify projects worth 40 million. Mnanielewa? Tunasema unda stima ya 5 million, unda hii ya 2 million, mpaka ifike 40 million. Project. Mambo kuhusu na procurement nini, hiyo ni gavana anafanya 1 on 1.
gavana mwenyewe na waziri na procurement office. My office haina official yoyote ya procurement officer wenye atafanya kazi ya procurement. Na mnajua mzuri mimi na gavana sisi the public domain kwamba sisi marafiki. Sasa kama sisi marafiki, hiyo mambo ya kucontrol mambo nani anapewa nini, I don't have any control sababu sisi si marafiki, sababu ya 1 or 2 issues yenye imekuwa ikitouch raia. So sahi akisema tumepewa 40 million tufanye kazi on 60 million, it is false. Pesa yenye tumefanya nayo kazi hapa Huruma nadhani saa hii ni 80 million. Kazi ikieko kwa nini? Si lazima kazi ikuwe imemalizika within a financial year. Kuna kitu yenye inaitangwa rollover. And that is why anasema ni mzuri kuelimisha watu, ili watu wajue sawa. Ili watu wajue, watu wakuwe na ile knowledge. Si namna hiyo? Watu wakuwe na ile knowledge. Kama hii mwaka ya hii financial year hakuna pesa imekuwa procured hii financial year, na unajua financial year inaisha June. Lakini mpaka saa hii hakuna kazi yenye hata moja imeanza. Lakini sisi tumeandika budget, tumepitisha, inafaa ianze anytime from now. Nimesema kwamba my hands are tied kwa mambo ya procurement. Ule amekuwa pasa. Sasa hakuna mahali penye MC anashikana na mambo ya tenda kupeanwa ama penda vile nani anapewa. Vile ameniambia kwamba niseme ni nani mwenyewe, ni nani amepewa tenda. Mnajua kwamba tenda, number 1, sheria za tenda ziko very open. Kwamba kuna pesa inategangwa ipewe vijana. Na kama unataka kufanya tenda, iko katika website. Number 1. Na hii yote tunapitishanga watu kwa public participation, na ni mzuri tukwenda kuja public participation. Juu hii vitu vingine tunaongelea public participation. Kama hii ya kusema nani amepewa tenda. Ukitaka tenda, number 1 ukuwe na kampuni. Number 2, after tenda after ukuwe na kampuni, uende ukuwe na ile certificate inaitwa NCA certificate. Number 3, ukuwe na kitu inaitwa AGBO certificate, Access to Government Opportunities, AGBO certificate. Kama wewe ni kijana, hiyo ni kusema kwamba ukuwe na hiyo certificate ya kusema kwamba wewe ni kijana, wewe ni minority na utakuwa considered. Number 5, ukuwe na machinery. Machinery ninasema machinery ni kusema ukuwe unaonesha kwamba uko na capacity ya kufanya tenda. Capacity ni kwamba ukuwe na machinery kama bako ama kitu yoyote. Si lazima saa nyingine ikuwe yako, saa nyingine unaweza omba mtu. Issue yenye iko kubwa na mambo ya tendering ni kwamba vijana wengi tuseme ukweli. Kabla uform company kwanza kuweka ni 40,000, company moja kuweka. Number 2, NCA certificate ni karibu 30,000. Upewe the list NCA. AGBO certificate ni 10,000. Sawa. Machinery, umedisho bako. Ulete logbook ya bako na uprove ownership. Watu wangapi hapo wako na nini ya bako? Wako na ama grader, wako na logbook ya grader. It's nearly impossible. Hao watu wameweka sheria iko so tough for you na mimi kufanya hiyo kazi. Hiyo ndio ukweli. Hiyo ndio ukweli. Wameweka sheria yenye imekuwa ngumu, mtu raia wa kawaida akuja apate hiyo kazi. Jumi ukiniuliza leo hiyo title. Alafu ya mwisho ukuwe na engineer mwenye umeandika kazi. Wewe uandike engineer kazi. Atakala sijui kama uko na nguvu ya kuandika engineer leo kazi na umliwe mshahara. Na andike kwamba nimeandikwa kazi na huyu wa hiyo kampuni. That is why mara mingi zikipeanwa tunasemanga mwenye yako willing aende apply. So far I know mtu like 1 or 2 people from Huruma wenye wameifanya hiyo kazi from Huruma. Only 2 people, na hata si wanasiasa, hata uwezi wajua. Na hata after apate ndio alikuja kaniambia mimi anaishi hapa mimi ni Huruma. Lakini ukiangalia hao ni masonko. So in short ni ati hizi sheria zetu na unajua ziliundiwa national government. Sheria yetu imewekwa in a way that common mwananchi could benefit from such government opportunities.
inakuwa ngumu. Juu before upate tenda utakuwa umetumia karibu 1,100. Kwa hiyo kazi yote 1,300 to 400. Wangapi wakiambiwa hiyo wataweza risk kwanza na hujapata kazi? So few people wata risk hiyo kazi. Ndio tunaambia watu wakikuwa in group, it's better kama hii bunge murejeste, mkue kikundi, mfungue kampuni mkiwa bunge. Tuendelea tu, murejeste hii bunge, murejeste ikiwa kampuni. Ikikuwa kampuni inakuwa rahisi nyinyi kufanya kazi kama nyinyi ni a group. Juu hiyo pesa mkichanga mnaweza nini? Mnaweza fanya. Lakini wewe as an individual inakuwa ngumu kwa mtu mwenye anaanza maisha afanye kazi kama hiyo. Mimi sijui bunge kama mmeregister nini yenu, labda viongozi wataniambia, lakini nataka kuambia kwamba mregister hii bunge ikue hata kama ni sako, muende mregister mkuwe na kampuni yenye nafanya hapo. Alafu after hapo ndio tunaweza tafutana, mniambie tusaidie na mawaidha vile tunaweza fanya nini hiyo kazi yenye iko kwa serikali. Namba 2, njia ya Kokwas tulieka Maram. Kama ulikuwa unaenda Kokwas ulikuwa unajua hiyo ilikuwa inakaa mahali ingine. It was nearly impossible. Nikasikia wanasema tungeka lami badala ya nini? Ya Maram. Sasa tungeka Maram badala ya lami. Sasa wacha niwaambie kitu moja yenye hamjui. To do 1 kilometer of tarmac ina cost 100 million kulingana na ile serikali ile sheria yenye imekwa 100 million. MC yako na milioni ngapi amepewa? 40. Ni kuamaanisha kama Kokwas tunaweka na ni 1 kilometer. Kokwas tukitaka kuweka 1 kilometer mwaka 2.5. Tusifanye kitu yote huruma, tuweke tu pesa huko, tuweke pesa huko ndio tukuje tufanye. Na hiyo kumaanisha street light kiungua haitachenjiwa. Inamaanisha kwamba bazari kama itakuwa haitapeanwa, na bazari nitaongea hapo kidogo nikifika. Inamaanisha kwamba drainage haitatengenezwa. Maram haitamwago mahali ingine isipokuwa wapi? Hiyo mahali. It's very expensive for you kuunda hata gavana ile 1.8 saa hii. Hakuna mahali wasingishu ambao tumia pesa ya World Bank na akona 1.8 million. Hajawahi tumia hata kuna mahali ambao itengeneza na hiyo pesa yake lami mahali yote within Wasingishu, sababu it is damn expensive. Lazima tutafute wahisani wenye wanaitwa World Bank ama national government ikuje tusaidie. That is why nilikwambia tunaandika proposal kwa World Bank ndio wakuje watupe lami. Lazima tuanze na hiyo proposal na pesa ya World Bank, sababu pesa yenye tuko nao ni kidogo, haitoshi. Yenye tunaweza fanya ni kuweka tu Maram. Na hiyo ndio kazi yenye mimi MCA naweza fanya. Hiyo tukiweka barabara ikuwe passable tutafanya mpaka wakati yenye proposal yetu kwa World Bank itakubalika. Na nimerudi hapa nikisema kwamba hakuna pesa yenye unasema hii ni ya World Bank ama ni ya county. Pesa yote ni yenyu. Either ikuwe kwa World Bank ikuwe yote ni tax yenyu. Hiyo pesa World Bank italipwa tu na tax yenyu. So mimi kazi yangu ni kuleta miradi kwa World Bank. World Bank ikuje ifanye nini? Ikuje ifanye kazi. Miradi nikiongea hapa kuhusu kazi yenye tumefanya hapa. Juu nimeulizwa umefanya nini na hiyo pesa yenye iko. Nikiongea hapa tutafika mpaka jioni kama hatujamaliza. Tumebadilisha, nikisema tu kidogo, tumebadilisha pipes zenye zote zilikuwa zimeharibika. Water pipes within Huruma. Kila mahali water pipes tumebadilisha na pesa ya World Fund. Tumeweka sewerage, saa hii nimesema tumeweka zaidi ya 4.5 km. And it is expensive kuweka sewer line in a given area. Hizi njia zote tunaweza sema tukianza na Big 5 tulifanya hiyo njia, tukafanya the drainage yote full. Sasa ingine si mimi nasema ni pesa ngapi inawekwa. Ni sheria za procurement. Ukiona saa ingine tumekuja tumefanya mahali drainage, utastuka usikie kwamba hiyo drainage tumefanya na 3 million. 3 million si mimi nimesema kuna ofisi chini ya gavana yenye inafanya procurement. Hiyo si kazi yangu kufanya nini? Procurement. Bora mimi niseme hapa nataka uniweke drainage, wakinifanyia cost waniambie itachukua hii pesa fulani, nitakuja niweke
Takuja niweke pesa. Nikishaweka pesa, hao wenyewe ndio watafanya procurement, wafanye kitu inaitwa bill of quantities, BQs, na award contract. Mtu mwenye anashinda contract ifunguliwe, apewe, akuje. Si mimi nasema ni pesa ngapi hiyo njia itakula. Kuna wale engineers wenye wanapima na wanasema ni nini itaweza kufanyika. Sila nimesema saa hii tuko 95% coverage. Do you know kwa ile bill of quantities, wenye wanaelewa bill of quantities ni nini? Ile cost kuweka street line moja, taa moja iwake kama ile moja tu hivi, inagharimu 100,000. Si mimi mwenyewe nasema, ni standard yenye imewekwa na wenye wako kwa katika ile ofisi. Hebu fanya hiyo 100,000 uone 10 million nitaweka stima ngapi? Wenye wako na haraka 10 million divide by 100,000. 100. Si ndio? Ngapi tumeweka saa hii kutoka Kahoya Mix, King'ong'o na Kambi Mawe. Tumeshaweka zaidi ya 200. Hiyo stretch tu. So ni rahisi wewe ukisema uko na hii pesa, lakini ukikuja kwa hesabu inakuwa ngumu. Taa moja nimesema ni 100,000. So King'ong'o peke yake tayari imekula 20 million. Street lights na Kambi Mawe. Na si mimi nafanya nini? Procurement. Hiyo pesa tukiweka inaenda kwa KPLC direct. KPLC ndio wanakuja wanafanya hiyo kuweka na metering na kila kitu. So ni KPLC ndio wanafanya hiyo kazi. Na hiyo ndio cost iko. So pesa ukisema 40 million inakaa mingi, lakini ukiambiwa sasa balance wodi yote ndio utajua hiyo pesa ni kidogo. Kuna basari unaiweka ya 5 million. Unaweka maram mseme ya 6 million. Na hata itakuwa mingi sana. Unaona stage tu kidogo, ukienda usikie unaambiwa imekula 6 million. Lazima mimi mwenyewe nauliza, nikienda labda niende niuze governor vile hii 6 million, hebu nieleze inakuanga mara maje. Lakini ukweli ni kwamba MCAs hawana control. Hatujapewa ile World Development Fund, haijapitishwa kisheria. Sasa iko kwa Senate. Hiyo inamaanisha kwamba that's why ninakwambia sisi hatuna procurement, hatufanya. Hiyo yetu si kama ile CDF. Mnajua CDF MP ako na control 100% ya CDF. Mimi ama MCA hana control ya hiyo nini. Wewe kazi yako ni ku-identify project na uachie hapo. Lakini kama tungekuwa na control, hiyo sheria ikipita, tutaunda account yetu, tuunde committee yetu yenye itasimamia, iko na treasurer, tukue na ofisi baka procurement. Hapo itakuwa rahisi hata mambo ya kusimamia. Lakini kabla hiyo nini haijapita. Sawa. Kwa dakika kwa nini? Wakati hiyo sheria ya World Development Fund itapita Senate, ndio mtaona tutakuja itakuwa kama CDF. Si lazima niende nipembeleze governor a implement project yangu. Saa nyingine hata naweza weka pesa na akose kuimplement. Wakose kutangaza tenda. Wakae tu wakose. I don't have the control of the money. Hiyo ndio in short yenye ningetaka kukuambia kwamba our hands are tied, because ndio ufanye hiyo kazi saa nyingine mpaka wanataka uinamie mdozi, ukue unasema koti moja asubuhi, koti moja jioni na koti moja usiku. Na mimi mnajua sijalelewa kuinamia watu wa independent minded. Wazito TV.